Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Tuonaga andu aria etei mari na gikeno makiria, andu aria aganu no kugacira maragacira. Nie ngwenda muthikiriria wakwa tuko turi group-ini ya andu aya akeri aya maragia ndeto cia mwathani mahoreire, aya matangĩambĩrĩria kwaria ndeto nyingĩ, matambĩte gwĩciria wega. Haha tũrĩ tũraria tũrĩ ithuiki aca tu presence ya Ngai ĩrĩ haha, Ngai arĩ haha hamwe na ithuĩ, roho wa Ngai arĩ haha hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgĩka, let us guard our tongue, rekei tũkĩaria maũndũ ma tũkwaria twĩtigĩre Ngai, tondũ maandĩko marauga arĩa metigĩrĩte Ngai, andũ arĩa matatigĩrĩte Ngai nĩ maregenyũkaga, nĩ marĩaga makahũna makaria mũndũ ũrĩa kwenda, nĩ manyua kĩrĩa makunywa makanana makaria makwenda. Ngai nĩ athũire mũndũ mwĩtĩi. Ndĩmũririkane na mũthimbo ciathi na Mordekai, ndĩmũririkane nĩ Ngai mũiguaga, ndĩmũririkane ngarutwo ndiba. Maandĩko marauga ithuothe nĩ tũitĩrĩirio maguta angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩtie Kristo na tukaumbĩra Kristo nĩ mwathani na tugakorwo tũrĩ ũhoro-inĩ ũyũ wa Ngai, ithuothe tũrĩitĩrĩrie maguta. Where you has an anointing, na anointing yo ũhetwo rĩ, it is not a priestly anointing, it is not a kingly anointing, on a theodoric anointing, it is an anointing of itself. Where tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũruta wĩra wa Ngai, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũerewa kiugo kĩa Ngai, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwathĩkĩra maũndũ ma Ngai, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwathĩkĩra kanitha kana mwĩrĩ wa Kristo atarĩ no hakoyo. Ũguo nĩ wega tulikanage ati we are all anointed and we can do all things through Christ who strengthen us. No tuhota gweka maundu mothe to tuliitiririe maguta. Habari yako mtazamaji wa Sky Cable TV. Mchana wa leo ninakusalimu Pastor Sophie Wangari Njuguna. Nina furaha sana kuwa tena mahali hapa ili tukaweze kushiriki na wewe neno la Mungu. Nina furaha sana kwa sababu Mungu ametufanya kuwa mabaki, Mungu ametufanya kuwa na amani, Mungu ameponya maisha yetu, Mungu ametupatia ushindi, na kwa hivyo ninakukaribisha katika hiki kipindi ambacho tunakipenda sana, mahali ambapo huwa tunasikia neno la Mungu, neno linalotufanya tukue na imani, neno linalofanya tufanye maamuzi ambayo ni ya kuishi maisha yaliyo bora. Ninakukaribisha katika Sky Cable TV. Wewe ambao unanitazama, ita mwenzako, mkaribishe, share hii link, ukaweze kumwambia huyo mtu akuje ili akaweze kubarikiwa. Mimi na wewe ni washindi, na siku ya leo niko na furaha kukuletea neno la Mungu ambalo linasema kuhukumiana. Na ningependa tukaweze kuanza kwa neno la maombi. Mungu mtakatifu, kwa jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya kutupenda, kwa sababu ya kutujali. Neno lako likawe na manufaa katika maisha yetu. Siku ya leo ambao umeifanya, tuomba tukaifurahie ndani yake, na neno lako likatupatie baraka. Ni asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kila mmoja wetu, tunaomba ukatupatie masikio ya kusikia na imani ya kupokea, ambayo itatufanya tuishi maisha ya ushindi. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mpenzi mtazamaji wa Sky Cable TV, nina furaha kukuletea neno la Mungu, na nina moyo wa shukrani sana kwa sababu ya wale ambao
Walitutembelea kanisani kwetu pale Soul Winning Revival Church Umoja 3 wakati tulikuwa na show ya upendo. Kwa kweli tulifurahia sana na tukaona uweza wa Mungu. Kuna watu wengi ambao hawakuwa wameshawaingia kanisani, lakini hiyo siku waliingia wakafurahi, mioyo yao ikawa miepesi. So tuna moyo wa shukrani sana kwa sababu ya watu wote ambao wanafanya kazi katika Sky Cable TV kwa sababu ya kutupatia hiyo neema. Tuko na furaha, tuko na ushindi. Ushuhuda tunaosikia pale kanisani ni mzuri. Maeneo yale ya Umoja 3 kwa kweli yaliwapenda sana. Kwa hivyo tunawaombea baraka. Namba yangu mtazamaji ni 0723160063. Namba yangu ya simu ni 0723160063. So tutaanza kwa kusoma neno la Mungu. Najua sasa umeita mtu, umeshare, umecomment na najua ni ya baraka. Leo tutasoma katika kitabu cha Yohana 8. Tutaanzia mstari wa 2, tutasoma mistari kadhaa and then tutaona jinsi ambavyo tunafaa kuishi maisha ambayo hayana hukumu, ambayo hayana kuhukumiana, ambayo hayana kuoneana. Tutasoma neno la Mungu. Yohana 8 mstari wa 2. Hata asubuhi kulipokucha akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea, naye akaketi akawa akiwafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi, wakamweka katikati. Wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii, nawe wasemaje? Nao wakasema neno hili wakimjaribu ili wapate sababu ya kumstaki. Lakini Yesu akainama akaandika na kidole chake katika chini. Nao walipozidi kumhoji alinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akiinua simuone mtu, ila yule mwanamke akamuuliza, mwanamke, wako wapi washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna. Basi Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enda zako wala usitende dhambi tena. Mstari wa 12, basi Yesu akamwambia tena akisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye atakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Amen. Asante sana kwa sababu ya kusikiza usomaji wa neno la Mungu. Kwetu kanisani tunapenda sana kusoma Biblia, haswa yote tunapenda kusoma neno la Mungu ili tukaweze kulifahamu, maana ni kioo chetu. So leo nataka kuzungumza kuhusu kuhukumiana, na kama vile ambavyo huwa mostly ninaanza na hadithi kadogo ambako kanaweza kukusaidia kupokea neno la Mungu vizuri ndani ya moyo wako. Siku moja kulikuwa na kijana alikuwa nasomea haya mashule ambayo ni ya serikali, na alikuwa anajua sana kizungu. Na kwa hivyo namba moja kwa hiyo kizungu alikuwa ni yeye tu. Alikuwa ni yeye anaona kama anaweza kuongea. So moyo wake ukawa na kiburi sana, moyo wake ukainuka sana. But one day wakaweza kuhama katika nyumba ambao walikuwa naishi, wakahamia mahali ambapo shule ya kibinafsi ilikuwa mbali sana, ya serikali ilikuwa mbali sana. Ikawa lazima ingizwe katika shule ya binafsi ama private. Wakati aliingia hiyo shule, wakati alienda kuongea kizungu, ikawa anachekelewa sababu alikuwa anangoa ama anashrabu. Na kwa hivyo siku moja walipofanya mtihani, ikawa yeye ndiye yako mwisho. Na wakati aliona ndiye yako mwisho na alikuwa namba moja, kwa sababu ya kujitia haki, kwa sababu ya kuona ni kama yeye anaweza kufanya mambo yote, akawa anakasirika, anataka kuacha shule. Kwa hivyo yeye alikuwa anajipima na
ile shule aliyekuwa nayo. Hakuwa anajipima na vile anaweza kusoma. So wakati alibadilishwa mazingira, ikawa amejipata mtu ambaye hajui kitu, mtu ambaye hajui Kiingereza. Hivyo katika historia ambayo tumesoma ndani ya Biblia, tumeona mwanamke mmoja ambaye alifumaniwa akiwa anazini. Na kama vile tujuavyo, uzinifu ni tabia mbaya ambayo watu wengi huwa wanajaribu kuacha, lakini ndani ya mioyo yao hawawezi, kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani yake. Ni tabia ambayo huwezi ukalinganisha na hizi tabia zingine. So huyu mwanamke alikuwa tu anaenda kanisani, hii tu ya Mafarisayo, lakini kila mara anapojaribu kuacha kuzini, kuacha kuwa mtu mbaya, kuacha kuwa mtu ambaye ako na tabia ambayo si nzuri, hakuwa anaweza, kwa sababu uweza wa kufanya vizuri ndani yetu hakuna. Ile uweza tulio nao unaweza kutusaidia ni uweza wa Yesu Kristo akijaa ndani ya mioyo yetu. Akiingia ndani yetu anamulika, na ubaya na uovu inaondoka. So huyu mwanamke katika kushindwa kwake, tunaona ya kwamba alikuwa ameshaenda mpaka anashindwa kuenda katika nyumba. Hayuko kama yule mwanamke Msamaria, alikuwa tu ako nje. But naona ya kwamba kuna Mafarisayo ambao wanafaa kuwa mahali kanisani, mahali Yesu anafundisha. Maana tumesoma mstari wa 2 tukaona Yesu asubuhi na mapema aliingia kwenye hekalu akaanza kufundisha. Na hawa Mafarisayo ambao ndio wanafundisha sheria, wengine ni waandishi ambao wanaitwa waandishi, wengine walikuwa pale ni scribes ambao wanaweza elezea vizuri kuhusu sheria ya Musa. Tunaona ya kwamba walikuwa hawako mahali Yesu anafundisha. Wao walikuwa wanafuata waone ni nani anayefanya vibaya. Kwa hivyo walipokuwa katika kujaribu kwao kutafuta ni nani anafanya vibaya, wakapatana na huyu mwanamke. Walipojilinganisha wakaona wao ni wazuri kuliko huyu mwanamke. Mpenzi mtazamaji, siku ya leo ninataka nikuonyeshe jinsi watu wamejaa kuhukumiana, watu wamejaa kuekeleana, na watu wamejaa vipimo vya wanadamu. Kwa hivyo wanapojipima na vipimo vya wanadamu, wanajiona kana kwamba ni watu wazuri. Lakini hatufai kujipima na kipimo cha mwanadamu, tunafaa kujipima na kipimo cha Mungu. Katika hema takatifu ama the tabernacle kulikuwa na katani safi. Watu walipokuwa wanakuja kutoa dhabihu kwa sababu ya dhambi, wakijilinganisha na hiyo katani safi ambayo ilikuwa ni ya white, walikuwa wanajiona ni wenye dhambi, walikuwa wanajiona ni waovu. Na kwa hivyo wakitoa sadaka zao walikuwa wanajua wako 100% sinners. So siku ya leo tunaona hawa Mafarisayo wako na tabia ambazo hazijajitokeza nje. Kama vile unaona watu huwa wanahukumiana wakisema huyu ni mdanganyifu, lakini mimi si mdanganyifu. Lakini although huyo mtu si mdanganyifu, ako na tabia nyingine ambayo hajilinganishi nayo sasa kwa huyu mtu. So unaona Mfarisayo anajijua ya kwamba anaweza kuweka sheria, na kwa hivyo anapokutana na mtu mwingine ambaye amevunja ile sheria, anajipimanisha na yeye, anaona huyo anafaa kufa, huyu anafaa kushikwa, anamhukumu kulingana na yeye, hahukumu kulingana na vile neno linasema. So Mfarisayo, watu ambao wako kama Mafarisayo, kila siku wanatafutia wengine makosa, wanatafutia wengine hukumu, wanataka kuambia wengine wamehukumiwa, wewe unafaa kufa, wewe haufai kuwa katika ndoa, haufai kuwa kanisani. Na ndiposa unaona watu wengine kanisani wanasimamisha watu wengine, wanaambia wewe ni mbaya. Tukiangalia Mafarisayo hawakuwa mahali neno lilikuwa, walikuwa wamejieka wao ni manyapara, wanafuata kutazama ni nani anafanya mambo mbaya ili wakaweze kuwahukumu kulingana na vile wao walivyo. Ninafurahia sana kwa sababu huyu mwanamke alikuwa ameshindwa. Na hawa pia Mafarisayo tukiwaona wakati wako na mwanamke, wanaonekana kama wao wameshinda, wameonekana kama ni hakimu wazuri, wanaonekana kama hawana matendo mbaya, wanaonekana kama hawana dhambi. Lakini atukuzwe Yesu, kwa sababu yeye ndiye aliye hakimu wa kweli, yeye ndiye the righteous judge. Sisi wanadamu wengine wote haufai kuambia mtu mwingine wewe ni mbaya, wewe ni muovu, wewe unafaa kufa, wewe haufai kuolewa, wewe haufai kuwa kanisani. Hapana, sisi wote tunafaa kujipima na neno la Mungu, maana neno la Mungu ndilo
analo kipimo cha ukweli. Huyu mwanamke alikuwa ameshindwa kufanya mambo mazuri, alikuwa ameshindwa kukaa katika sheria ya Mafarisayo. Alikuwa anaenda kanisani, anatokea akienda nyumbani anajipata yeye ni mzinifu. Mpenzi mtazamaji, ninajua kuna tabia nyingi, kuna mambo mengi unajaribingi kuacha lakini unashindwa. Ninataka nikutambulishe siku ya leo ya kwamba wewe, kwa sababu ya asili ya dhambi iliyo ndani yako, iliyokuja kupitia Adamu, hauwezi ukafanya kitu hata kimoja kizuri. Mungu alipopima katika kipimo chake, katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 5 anasema, nimetafuta katika moyo wa mwanadamu na nimeona ya kwamba mwanadamu maisha yake, makusudio ya moyo wake ni maovu wakati wote. So mwanadamu wote ni muovu tangia kuzaliwa hadi kufa. Makusudio yake, mawazo yake, mitazamo yake ni ile mibaya wakati wote. Lakini mara nyingi tunajiekanga katika kiti cha Mungu, tunajiekanga katika kiti cha neno. Sisi wote tunajifanya lawyers, tunajifanya ma-advocate. Siku ya leo mpenzi mtazamaji, nataka nikuondoe mahali ambapo unapimwa na kipimo cha wanadamu. Wewe sio people's opinion, you are God's opinion. You do not need anybody to tell you how bad you are. You need the word of God ili ukaweze kujua kwa kweli ni neno nimekosea. Maana kama vile huwa ninafundisha, na siku moja nitaingia ndani ya kwamba dhambi sio matendo yenye unafanya. Dhambi ni kutoamini. Lakini kwa sababu ya kutoamini unaotoa matunda sasa mabaya ambayo ni makosa. So ninataka nikuambie siku ya leo ya kwamba wewe kufanyika mwenye dhambi haikutokana na wewe, haikutokana na uweza wako, haitokani na matendo yako, inatokana na baba yako wa asili. Neno la Mungu linasema katika Isaia 51 ukisoma mstari wa 3, 4 na 5 inaelezea ya kwamba tulipokea dhambi kutoka kwa mama yetu ambaye ni Adamu, ambaye ni Eva. Biblia inasema ya kwamba mama yangu alinitunga mimba bado akiwa hatiani. Wakati Adamu na Eva walikataa neno la Mungu, hapo ndio dhambi iliweza kuingia ndani yetu, maana walikataa neno lake Mungu. Na ndiposa nasema dhambi sio vile sisi tunasemanga ya kwamba ni yale mambo mimi nimefanya. Hayo ni makosa na yanatokananga na wewe kukataa neno la Mungu kwanza. So ukiangalia huyu mwanamke amejaribu kufanya vizuri, amejaribu kuwa mtu mzuri, lakini sababu neno la Mungu haliko ndani yake, anajipata kila wakati anafanya makosa. Kila wakati ako na dhambi ndani ya moyo wake ambao anaenda kinyume na neno la Mungu na anajipata mzinifu. Hata wewe unajipatanga saa zingine wewe ni mtu aliye na wivu, unajipata wewe ni mtu aliye na wizi, unajipata pia wewe ni mzinifu, umejaa tamaa mbaya, umejaa mambo mabaya, uko na corruption ndani ya moyo wako. Nataka nikuambie usijipime na hayo matendo ulio nayo, jipime na neno la Mungu. Ukijipima na neno la Mungu utasarenda. Ukisarenda hautakuwa unasema leo nimeacha alafu kesho unarudia. Lakini ukijipima na neno la Mungu, neno la Mungu litakuwezesha kujua ukweli, to know your true image. When you know the true image of your heart, ya kwamba ndani ya moyo wako kunatoka mambo yote mabaya. Hata Mungu alipoangalia akaona hakuna kitu kizuri hata kimoja kinatoka moyoni wa mwanadamu. Lakini sisi ubaya wetu tunajipima na nini? Na wanadamu. Mtu fulani ameendelea kuniliko, mtu fulani aongeangi kama vile naongea, mtu fulani hana hasira kama ile nilio nayo. Nakwambia ukijipima na wanadamu utakuwa mtu ambaye ameanguka, utakuwa mtu ambaye umefinyiliwa. So siku ya leo wacha kujihukumu na wacha kuhukumu wale watu wengine. Wewe pamoja na wao mko level moja. Tukiangalia neno la Yesu katika Yohana 8 tunaona ya kwamba Mafarisayo wamemleta huyu mwanamke. Huyu mwanamke ako uchi, ameaibika, alikuwa na katika kitendo kabisa. Biblia inasema walikuwa wanamchapa, walikuwa wanamudhihaki, walikuwa wanamtemea mate, walikuwa wanamhukumu. Lakini hukumu yetu sio hukumu ya wanadamu. Ndiposa unaona siku ya leo watu wanajinyonga, unaona siku ya leo watu wako na depression sababu wanajipima na wale watu
watu wengine. Kwa nini watu hawaendi kanisani siku ya leo? Kwa nini watu hawatumiki? Kwa nini watu wakienda kanisani wanataka viti vya nyuma? Maana wanajipima na watu walio mbele. Lakini leo nina habari nzuri kwako, kukuambia ya kwamba hakuna mtu anayefaa kukuhukumu wewe. There is no one who has been given the mandate to judge you, because there is the righteous judge. There is the word of God, that when we measure ourselves the standard of the word of God, hiyo ndio inaweza kutufanya mioyo yetu ibadilike. Lakini tukijipima na standard za wanadamu ambao wanatuhukumu, wewe ni mwovu, angalia sura yako ni mbaya, angalia wewe ni maskini, ni kazi ufanyangi vizuri, ndiposa hauna pesa. Unakaa mtu aliye mnyonge, unakaa mtu ambaye anajidharau, unakaa mtu ambaye anajidunisha. Lakini nashukuru sana kwa sababu Yesu alikuja ili nisijihukumu na nisihukumiwe. Biblia inasema Yohana 3:17, hata Mungu yeye mwenyewe hatuhukumu. Hakuleta mwana wake ili atuhukumu, hapana. Alileta mwana wake ili kupitia yeye sisi tukaweze kupata msamaha wa dhambi, ili kupitia Yesu tukaweze kupata haki ya Mungu, ili kupitia Yesu tukapate kuokolewa. Mpenzi mtazamaji, siku ya leo najua umeshawahi pitia hali na kuambia, unaenda kanisani, unachukua mic, unaambiwa wewe sauti yako sio nzuri. Unafanya kazi fulani, unaambiwa you are not the right person, you've not qualified to do this job. So unajipata mtu ambaye anajihofisha, unajipata mtu ambaye anajidunisha. Siku ya leo wacha nikuambie kuwa kama huyu mwanamke. Although alikuwa ameshindwa siku yake 40 akashikwa. Watu gani wamemshika? Watu ambao wanafaa kuwa kanisani wakifundisha, watu ambao wanafaa kuwa kanisani wakiongelesha watu, but then wao wako na moyo wa kujaji wale watu wengine. Siku ya leo ninajua ya kwamba kuna mtu amekuhukumu ya kwamba wewe ni muovu kumliko. Kuna mtu amekuhukumu ya kwamba haufai katika kitengo fulani. Kuna mtu amekuhukumu hata hufai kuingia kwa hoteli fulani, haufai kwa kanisa fulani, haufai kwa position fulani. Nina habari mzuri kwako. Endelea kufuata neno la Mungu na Mungu akusaidie ili ukaweze kupokea haki, ili ukaweze kupokea ukweli ambao ninaongelea siku ya leo. Na huu ukweli ukiwa ndani ya moyo wako, utajua sio mwanadamu anafaa kukuhukumu, sio mwanadamu anafaa kukuwekelea mambo. Unafaa kuwa na neno la Mungu. Neno la Mungu likikuweka wazi, utakuwa mtu wa kubarikiwa. Mpenzi mtazamaji, siku ya leo ninataka uangalie polepole huyu mama alipofika mwisho wake. Kama vile sisi wengine tunafika mwisho wetu, sitawahi olewa, sitawahi tajirika. Uko katika hukumu ya wanadamu. Ndani ya Mungu hakuna kipimo. Ndani ya Mungu hakuna kuzuiliwa. Ndani ya Mungu milango iko wazi, mlango wa neema uko wazi. Usipimwe na watu, kwa sababu watu wengine wanakuona unavuta bangi au unakunywa au unadanganya, wanasema wewe ni mbaya sana. Wafuate, hata wao wako na tabia ambazo sio shouting. So wale watu hawana tabia shouting, wanaweza judge watu wengine, but we are not in a position to judge anybody. God is our judge. God is our righteous judge. Yeye ndiye righteous, yeye ndiye mtakatifu. Neno la Mungu linasema huyu mwanamke mbio mbio amechapa makofi, ameaibishwa, hana nguo ya mtu. Ameweza kukaa na aibu, ameaibishwa, amefedheheshwa. Moja kwa moja anapelekwa kanisani, anapelekwa kwenye mahali Yesu anafundisha. Wakati huwa anaongea hii neno huwa anahuzunika sana, kwa sababu watu wengi sana walikuwa wanafuata Yesu, na Yesu yuko katika hekalu akifundisha. Mpenzi mtazamaji, umeaibishwa kwa mambo mengi, umeaibishwa kwa familia, umeaibika kwenu kazini, unajionanga duni, watu wengine wakipita unajionanga upite kando. Leo nina habari nzuri kukuhusu ya kwamba unahitaji kujipima na neno la Mungu. Usisikie watu wasemapo katika masikio yao, katika masikio yako, kwa sababu wakiongea wanaongea habari ya kushindwa, wanaongea wewe hauwezi kufaa. Lakini Yesu ana neno nzuri. Anasemaje katika hii hadithi ambayo tumesoma siku ya leo katika kitabu cha Yohana 8? Biblia imetuambia alipoletwa kwenye hekalu. Imagine akiwa uchi.
kwa sababu sheria ni ya kuaibisha, kwa sababu matendo yetu inatuaibisha. Unaweza fikiria unaongea vizuri, kumbe umemes, kumbe wewe hata umeongea kitu ambacho kinakufanya uonekane mpumbavu zaidi. Mpenzi mtazamaji, sheria ilikuja kutuletea maiti, kutuletea mauti ili tufe. Siku moja Biblia inasema katika Yohana 7, nilikuwa hai wakati sheria haijakuja, lakini ilipokuja ilifufua kila aina ya dhambi ndani yangu na mimi nikakufa. Huduma ya sheria ni kuua, lakini siku ya leo ninataka ujiangalie na neno la Mungu, usijiangalie na sheria. Sheria haiwezi kutupatia uzima. Biblia inasema huyu mwanamke alipoletwa mahali Yesu alipokuwa, Mafarisayo wakitaka kujifanya kuwa haki, wakitaka kujifanya kuwa wazuri, wakamwambia huyu mwanamke tumempata katika very act, tumempata katika kitendo. Mpenzi mtazamaji wa Sky Cable TV, ni mara ngapi ushaishikwa red handed? Umewaishikwa ukifanya kitu ambacho hakifai. Ulikuwa ufanye kitu fulani kwa muda fulani lakini haujafanya. Ulikuwa ukule chakula, unajua tukienda hoteli zingine unafaa kutumia fork, kisu, kijiko. Saa wengine wanashindana hizi zote nitazipanga saa ngapi? Unapata huyo mtu amejiaibisha mbele za watu. Kuna watu wengine ukiwaletea chakula hata before kunao washakula. Unajionyesha aibu. Hizo zinaitangwa sheria, protocols, statutes, precepts ambazo zinaweza fanya uaibike haraka sana. Lakini ninataka nikuambie usijipime na hizo protocols, jipime na neno la Mungu. Protocols ni nzuri lakini haziwezi zikakufanya uwe na glory, uwe na utukufu wa milele. Protocols zinakufanya tu uwe sawa mbele ya wanadamu, lakini huwezi kuwa sawa mbele ya macho ya Mungu. Mpenzi mtazamaji, ushaibika kama huyu mwanamke? Ushawahi fedheheshwa? Siku moja nilikuwa ninakuja hapa tu studio. Nilikuwa ninakuja kwa show ya Shama Wawendo, na nilipofika barabarani kabla sijatokea kwa lami nikaanguka. Aibu, vile niko mnono, vile niko mrefu, vile nilikuwa smart, nilianguka kwa sababu kulikuwa na matope. But Mungu atukuzwe, kwa sababu nguo ilikuwa fupi kidogo, haikuweza kufikiwa. Wale watu waliniona. Unajua kuna watu wakikuona kama uko na shida, they laugh. Kuna watu waliniona wakacheka. Kuna wengine walisema gari ataamshwa na nani. Kuna wengine walitaka kuangalia ili waone kama wataona uchi ama waone kitu inappropriate. But nashukuru Mungu kwa sababu hizo aibu hazikunifikia, maana mimi sio kipimo cha wanadamu. Nilisimama nikajikunguta mavumbi, nilikuwa na kitambaa kwenye mfuko wangu, nikajikunguta mavumbi na nikakuja studio. Hakuna mtu alijua, na nilikuja na nikasaidia familia nyingi. Mpenzi mtazamaji, umeanguka mara ngapi? How many times have you failed? Failure is so good. When you fail once and you don't live in that failure, you stand up and say I will try again and I will do again. Then when you do like this many times, you do not fail forever. When you try many times, kama mtu mwenye alikuwa anatengeneza stima, hii bulb yenye inawakanga, alitry one time, akatry 100 times, akatry 1000 times, ndio tunaweza tumia stima siku ya leo ama hiyo bulb siku ya leo. Wewe ulifail siku moja, wewe ulianguka siku moja, wewe ulipimwa na vipimo vya wanadamu, ukakereka ndani ya moyo wako, ukasema sitawahi fanya tena. I'm telling you, this is not the time to withdraw. This is not the time to say I have failed. No, you are not a failure. The Bible calls you victor. The Bible calls you powerful. The Bible calls you precious. You are not people's opinion. You are God's opinion. Even this woman, when she stood before Jesus, everyone was saying she's a debtoress. Even the law of Moses is saying she should die. But I thank God, when she stood before Jesus, that was the end of everything. My friend, do not stand before people, because even them they have failed. Even them they are lacking. Even them they have
bad behaviors. But when you stand before Jesus, he's more righteous, he's more powerful, he is so good. Yeye amejaa neema, atakuangalia na neno la neema. Mpenzi mtazamaji, labda ulipata mimba ikatoka, ukaambiwa hautawaiza tena. Labda ulipitia cesarean, watu wakakwambia, watu wa cesarean, hawawezi wakapata mimba mara 3. I have good news. Even hawa watu walisema mwanamke huyu, sheria ya Musa inasema auawe, na sio kuuawa tu, apigwe mawe afe. Mara ngapi umerushiwa mawe? Mpenzi mtazamaji, kule kwetu kanisani huwa ninawaambia watu wakikurushia mawe zile kubwa kubwa, chukua weka daraja, chukua weka ukuta, ili wasikuone tena wakati unafanya mambo ya manufaa. Usipigwe na wewe ukapigana, usisengenywe na wewe ukasengenya, usisemwe na wewe ukasema, usikusudie mambo mabaya kwa sababu watu wakikusudia mambo mabaya, walikukusudia mambo maovu. Nina habari njema kwako, wewe usijipime na watu, usijifananishe na watu. Mtu sababu alikufanya hivi na wewe unataka umfanye hivi. Revenge is not yours. Revenge and vengeance belongs to our God. This day niko na habari njema kukuambia, wewe sio kipimo cha wanadamu, wewe sio vile watu wanasemanga, wewe sio vile watu wamekuweka, wewe ni vile Mungu amekuweka. Hallelujah. Mpenzi mtazamaji, ninaona kuna wakati ulikuwa na pesa zikaisha, ukaitwa mpumbavu. Kuna wakati ulikuwa na ndoa ikakaa kama sio nzuri, siku moja mlikuwa mnashikana mkono, siku moja mlikuwa mnaenda supermarket pamoja, hata pomwani ulikuwa unapelekwa pamoja. These days because of responsibilities haikuangi hivyo, wanasema mlikuwa mnajifanya. Hiyo ni kipimo chao. Wewe ndiwe unajua Mungu amekuwekea malengo na makusudi gani. Responsibilities zenye uko nazo labda zimefanya mambo ikaenda sio vile ulikuwa unataka. Ninakwambia siku ya leo, wacha kujitazama na vile watu wanakuambia, wacha kujitazama na vile watu wanakuita. Wewe ni mbarikiwa, wewe umejaa furaha. Wanakuambia ya kwamba hauwezi ukaishi maisha yaliyo na amani. Hao ni wanadamu. Hao ni wanadamu. Siku moja mwanadamu alikuwa anaitwa Juda. Aliangalia msichana alikuwa ameolewa kwake anaitwa Tama. Akasema huyu amefanya watoto wangu wakufe. Huyu mimi siwezi kubali aolewe na kijana yangu ya 3. Lakini siku moja akienda kutoa mbuzi zake manyoya, akakutana na huyo msichana akiwa ametoa nguo ya widowhood, akiwa ametoa nguo ambayo ni ya mjane. Alafu alipokutana na huyo akiwa amejivalisha nguo kama ya kahaba, na yeye akataka kuwa na yeye huyo msichana ambaye alikuwa ameolewa na vijana wake. Na kwa hivyo ikaendelea hivyo mpaka akamweka mimba. Na wakati alimweka mimba, akasema huyo msichana atafutwe, nasikia kona mimba auawe. Lakini wakati alikuja akasema mimba ni ya huyo baba, alisema even this Tama is more righteous than I. So usijipime na wanadamu. Leo anaweza kuwa kwa mahali pazuri akuongelelee vibaya, lakini muangalie, maana huwa tunasema kama uko juu. Mpenzi mtazamaji na unisikize, kama uko juu hakuna mahali ingine unaweza enda. Uko juu anyway, uko mahali iko juu. So any position ambayo unaweza ingia sasa ni kuanguka. So ukiwa pale, ukiwa uko juu, unafaa kuangalia any chance ambayo ni ya kukuweka pale juu. Ukae pale juu tu. Maana ukijaribu kupima watu, ukijaribu kuwa na kiburi, hiyo inakuwa mwanzo wa mwanguko. Utajipata umeanguka. Mpenzi mtazamaji, ukiwa umetajirika, hakuna mahali ingine unaweza enda zaidi ya kutajirika. Uko tajiri anyway, ile position nyingine iko hapo ni position ya kuwa maskini. So mpenzi mtazamaji, usijipime na vile ulivyo, jipime na neno la Mungu. Maintaining and kukua mtu ambaye anaendelea juu inakuanga ni uweza wa Mungu. So usipime watu, usijaji watu, huyu ni tasa, huyu ni maskini. Usijaji watu, huyu hajaokoka.
Neema ya wokovu haijawekwa mkononi mwa mwanadamu, imefunguliwa na iko ndani ya Yesu. Yesu ndiye anafaa kuwa kipimo chako. Oh, haleluya. Yesu ndiye anafaa kukuangalia. Wewe usibebanishe, usikuwe na mzigo sababu watu wamekufanya, sababu watu wamekusema, sababu umefukuzwa kazi. Jipime na neno la Mungu. Neno la Mungu linasema mlango moja ukifungwa inafunguliwa 7. So utakaa ukikaa hapa kwa hii moja imefungwa na 7 ziko wazi. Nataka nikuambie siku ya leo, wewe sio people's opinion. Wewe sio mapenzi ya wanadamu. Hata mama yako, hata baba yako hawakuwezi. Maana Mungu ako na mapenzi na mpango mzuri na mawazo mazuri kuhusiana na wewe. So acha kujipima vile watu wanakuona. Huyu mwanamke amefika kwa Yesu, amepitia kwa wanadamu, anacheka kai ako uchi. Mwangalie, amechapwa, vidole vya Mafarisayo vimejichora ndani ya moyo wake, ndani ya mwili wake. Imagine vile watu wamekuaibisha, imagine vile wamekusema unakaa kijiji, labda ulikuwa na gari siku moja, labda ulikuwa naishi estate mzuri siku moja, saa hii hauko hivyo, wanakucheka, wamekujudge. Usijiangalie na hiyo hukumu yao. Wewe sio kuhukumiwa na wanadamu. Wakati huyu mama alifika mahali Yesu alikuwa, ninashukuru Mungu sababu heri mahali Yesu yako. Yesu ni neno la Mungu. Yeye ndiye aliyekuwa juu. Yeye ndiye express image ya Mungu. Usijipime na mwanadamu, hata usijiangalia na mama yako. Wewe haufai kuwa kama mama yako. Kama mama yako waliachana na bwana yake, hiyo ni shida zao. Wewe haufai kuachana sababu eti wao waliachana. You do not belong to generational curses. You belong to generational blessings. Wewe sio mtu wa kushindwa, wewe ni mtu wa kubarikiwa. Wewe ni mtu wa kuinuka. Oh, haleluya. Wewe ambaye uko chini, wewe ambaye umegonjeka magonjwa, unasema sababu familia yetu pia wako na ugonjwa, so you fit so well katika huo ugonjwa. Nina habari mzuri kukuhusu. Simama mbele ya kipimo cha neno la Mungu, mbele ya kipimo, the standard of Jesus. When this woman stood before Jesus, they said all sorts of bad things. They said this woman must die today. They were in the church, they were in the temple. Jesus was teaching the grace, but these Pharisees, these scribes, they came with dead report. They came and said this woman must die. But we thank God because Jesus was there. When Jesus is there, he is the life of men. He is our life. He is our will. When he speaks, that is our word. We need to own that word. We need to have it in our heart, because when other people says you are a failure, Jesus said you are more than a conqueror. When they say you are sick, Jesus says by my stripes you are healed. Not you are now, not that you will be healed, you are already healed. This woman stood before Jesus. Many words were spoken. Many sarcastic things were spoken against her, but she stood there. She stood before Jesus, and Jesus spoke a word and said, whoever has no sin among you, be the first one to cast the stone. Oh, hallelujah. But they could not do that, because even them, now they are before Jesus. The other time, they were having their own standard. Walikuwa wanapima na vile wao hawajailala, lakini wao washaitamani. Lakini wao washaitamani vitu vya wengine. Wao wakiona gari ya mtu wanatamani, mke wa mtu wanatamani. But hawakujua kwamba hata mwenye anaangalia mke na mtamani moyoni mwake, ashalala na yeye. Hicho ndicho kipimo cha Mungu. Wao walikuwa wanajipima, tumempata in the very act. It doesn't matter in the very act. It matters what Jesus says. These people says, oh, this woman must die. Watu wanasema you should not live in our family, you should be casted out. But we have the word of Jesus, which is our own, which is our belonging. Nataka nikuambie wewe usiwe mtu wa kuhukumiwa na wanadamu na unainama, unajidharau, unakuwa na depression, unakuwa na stress. Huwezi toka mbele za watu ucheke, uimbe.
Unaambiwa uko na kipara, unaambiwa meno yako imetoka, unaambiwa uko na shida fulani. Mpenzi mtazamaji, usijipime na maneno ya wanadamu. Biblia inasema Yesu aliinama mara ya kwanza walipozidi kusema awawe akufe. Yesu alikuwa tu anasikiza. Yesu anasikizanga maibu, anasikizanga vile unaambiwa, anasikizanga the accusations, anasikiza sababu shetani pamoja na watu ambao wamejaa shetani, they are full of accusations, they are full of making themselves advocate, but we have only one advocate, we have only one righteous judge. Usijipime, usiname, usijidharau sababu ya maneno ya wanadamu. Usihukumu hata wewe, haujawekwa kwa kihukumu kwa kiwango cha kuhukumu watu wengine. Mpenzi mtazamaji, kuwa karibu na Yesu. Hapo ndio nataka nimalizie tu. Kule nje Mafarisayo wanaweza ringanisha nguo yangu, nimevaa kanzu ya white na wale wengine wamevaa kama nguo za mazishi. So hao ni wabaya. Wanaweza sema hizo vitu zote wakiwa mbali na Yesu. But when all of us tunakuja mahali Yesu alipo, hallelujah, tukiwa mahali Yesu aliko, hana kipendeleo. The Bible says God does not show partiality. It doesn't matter what you have, it doesn't matter what you own, it doesn't matter what you have acquired in this life. We only have God who is able to bless us, who is able to lift us, who is the giver of life, who is the giver of everything we have. Everything that we see, even everything that we do not see, everything belongs to God. The Bible says in Psalms 24, everything in the world, everything in the heavens, everything belongs to God. So God is the owner, possessor of everything. So you do not need watu wakuambie huwezi kuwa na hii, huwezi kuwa na hii, huwezi ishi. Walikuja akasema huyu mwanamke haikufe, wakasema hiyo maneno yote. Hata wewe ushaambiwa hiyo, lakini simama mbele ya kipimo cha Yesu. Yesu asiye hukumu, Yesu ambaye analeta neema, Yesu ambaye analeta rehema, amejawa na upendo. Biblia inasema walipoambiwa mwenye hana dhambi, sio mwenye hajafanya, sio mwenye hajalala na mwanamke ama mwanamume. Hawakuambiwa hivyo. Wangeambiwa hivyo, labda kungekuwa na mmoja angebaki. Lakini Yesu haangalii vile unatenda, anaangalia kiini kinachofanya utende. So wote wakawekwa in one level. The word of God makes us, all of us have one image, that all of us have sinned and we have gone short of God's glory. But ni nani atabaki kupatana na vasi ya neema, kupatana na justification of God, kupatana na the righteousness of God? The Bible says when they had this, dhamiri zao ziliwaambia. Hata wao ulitazama mshirika mmoja, hata wao ulitazama bibi ya mtu ukamtamani. Kwa hivyo dhamira zao ziliwahukumu. Mpenzi mtazamaji, wait until Jesus speaks, because when he speaks, everybody ambaye alikuwa ameongea, inakuwa hiyo haikuwa maongeo, hiyo ilikuwa tu ni kelele, hiyo ilikuwa tu ni mashindano, huo ulikuwa ni ubishi. But when Jesus speaks, those words are final. Will you wait until Jesus speaks with finality, or you will judge yourself according to how other people are judging you? I dare you this day that you stand before Jesus and you let even your accusers to be before Jesus, because when they are before Jesus, they cannot say they are good, they cannot say they are worth. No, they don't have any worth, because wanakupima na vile wao wako. Mpenzi mtazamaji, walipoambiwa hivyo waliondoka. Biblia inasema from the oldest, kutoka ule mzee hadi ule mdogo, wote ambao wameshakuwa accused, wote ambao washakuonea wanaondoka. Sababu leo unasikiza neno la Yesu na ukwame na hiyo neno la Yesu. Neno la Yesu linasemaje? Wakati Yesu aliinuka mara ya pili, akakakuta hayae wenye walikuwa wamekuja na mawe, haya wameondoka, wameweka mawe chini, wameondoka. Siku ya leo nakutangazia, wale walio kudharau watakusalimia kwa heshima. Wale wote walio kuaccuse watasema kweli nilikuwa namuonea. Watasema kweli nilikuwa naongea uongo.
Leo ngojea Yesu mpaka aongee. Wacha wengine wafanye kelele, lakini hadi Yesu atakapoongea, hapo ndio tutajua sikuhukumiwa na wanadamu, mbali nimeokolewa na Yesu. Neno la Yesu limeniondoa kwa hukumu za wanadamu. Wameniondoa kwa kuhukumiana kwa wanadamu, kuliko na maonevu, kuliko na shida nyingi. Watu wanakujaji kwa sababu wamejaa wivu. Na ndiposa mimi Pastor Sophie huwa naambia watu, I tell my friends, I tell everybody I meet, I cannot allow any frustrations of people to come in my heart. Nikiona mtu amekasirika, nasema wewe, ni wewe umekasirika. Hizo frustrations zako na makasiriko zako utakaa nazo wewe mwenyewe. Ukikuja kwangu kama unataka kunifanya ati nikasirike, my friend, uwezi nifanya nikasirike. I am beyond people's words. I am beyond people's opinion. I am beyond people's judgments, because I have known one righteous judge, who is Christ Jesus. My friend, una need kutoka kwa hiyo level. Ile level unashikwa kabisa, umeshikwa red-handed. Ile level ambao wanakupeleka wakisema all sort of things, ndio umezifanya, but then will you stay there? No. Kuwa kama Rahab the harlot is my friend. I have a mission called Rahab mission. Huyu mwanamke hakutaka kujua vile watu wa Jericho watasema, hakutaka kujua vile king anasema. Yeye alificha watu wa Mungu kwake, kupitia yeye watu wakaokolewa. Wachana na watu, wewe kubali Yesu. Ukiwa kanisani usijipime na vile watu wanasema. All the protocols are good, but then you are good, more best and better when you have the word of Jesus. Yesu akauliza mwanamke, wako wapi waliokuja na mawe? Wako wapi waliosema wamekupata ukizini? Wako wapi ambao hata wakukufunika na kaleso? Wakamwambia, hawako. Akauliza, hakuna aliyekuhukumu? Akamwambia, hapana, hakuna aliyenihukumu. Neno la Yesu changed everything. Hukumu za wanadamu zinaweza kuwa nyingi. Yesu alisema, hata mimi sikuhukumu tena. Hata mimi sikuhukumu kuwa mwenye dhambi. Ni Yesu tu ambaye hatuwezi kutuhukumu kuwa wenye dhambi. Ni Yesu tu alituondolea dhambi na makosa. Alituondolea hatia iliyotusimamia. Alituondolea hukumu ya kwenda jehanamu. Sikiza Yesu, kaa kwa Yesu. When everybody else left, this woman was left where Jesus was. And when you remain with Jesus, my friend, you will be joyous every day. You will have peace every day. You will not look upon people what they say. You will always look upon Jesus. We have people to reprove us. We have people to correct us. But then they are not our standard. Oh, hallelujah. Today I'm telling you, Jesus is telling you, I'm not accusing you. I am not judging you. I came that you may have life. I came that you may have it more abundantly. Oh, I came that you may have joy. I came that I may remove the judgment that was put on you by devil, by Satan, by Adam, by everyone else. You are good when you have Jesus. Oh, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke huwa nafikiria hivi. Sasa ameambiwa sikuhukumu. Watu wamejaa kwa kanisa. Akiingia kwa kanisa alikuwa ameangalia mahali watu pia wameangalia. But this time ameambiwa enda zako. Sababu neno la Yesu alikuwa changi mahali limekubarikia, linakupatia uwezo wa kusonga mbele, linakupatia milango iliyofunguka, linakupatia wazi, linakupatia baraka. Sasa ameambiwa enda, usifanye dhambi tena. Kitanzi, hapa ndio sasa kuna shida. Sasa lazima niangalie mbele. Ni wale watu nao wameangalia hivi. Tuangaliane. But I thank God because when Jesus spoke, huyu mwanamke aibu zote zimeondoka. Huyu mwanamke hukumu zote zimeondoka. Alitembea aste. Hakuna aliyemwangalia. Hakuna mtu alimwangalia. Hakuna mtu alimhukumu. Hata kama alikuwa uchi wake wa mnyama wote unaonekana, lakini hakuona aibu. Aste alitoka. Alipofika nje alikuta watu gani? Waliokuwa wamebeba mawe. Mpenzi, utabaki na Yesu ama wewe utabaki na wale wanaokuua? Alipokutana wale waliokuwa nao nje, Biblia inasema hawakumhukumu, alitembea.
hakupewa shuka, hakupewa nguo, alienda mpaka kwake. Wakati Yesu amekuondolea aibu, wakati Yesu amekuondolea fedheha, wakati Yesu amekuondolea hukumu, unatembea ukiwa sawa. Kuna mwimbaji anaitwa Budhia, sijui anaitwa Sara Budhia ama anaitwaje, but ameimba wimbo wa Kikuyu ambao unasema, sasa naenda tembea bila mtu atakaye niuliza swali, maana Yesu ameondoa kifungo cha dhambi, kifungo cha accusation zote ambazo nilikuwa nimewekewa. Ninapotamatisha mpenzi na kuacha na hii neno, kama mstari ambao Yesu anaongea, wachana na mstari watu wanaongea. Watu wanaweza sema uko, lakini Yesu akiongea, he is the final. He speaks with the authority. He speaks with finality. When he says that I do not accuse you, when he says you are not worthy of hellfire, that is who you are. So it doesn't matter what other people will say after that. When you hold firm the word of Jesus, utakuwa huru. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 12, wakati mwanamke alipoondoka, Yesu anamfuata na maneno, anamwambia, nimeona umetembea, nataka nikwambie mimi ndio nuru ya ulimwengu. Giza yote iliyokuwa ndani ya huyu mama, giza yote iliyokuwa ndani ya huyu mwanamke ikaondoka, sababu Yesu ni nuru ya ulimwengu. Na yote ambaye amemulikiwa na Yesu hawezi kujihukumu na hawezi hukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. The Bible asks in the book of Romans, who is that who can judge the elect of God? Mpenzi, usikae mahali ya kuhukumu, usije ukahukumiwa. Hawa mafarisayo walikuja mbio kama vile Mathayo inasema usihukumu usije ukahukumiwa. Walipofika hapo wakajipata ni wao wamehukumiwa. Huyu mwanamke apata uzima, hawa watu hawakupata uzima. Wale wote ambao wamekuambia mambo mbaya, wasamehe. Wale watu ambao umewabeba maoni, watoe. Mpenzi, ukitaka kuishi maisha ya furaha, achilia wanadamu, achilia maneno ya wanadamu ili uishi maisha happy. Ukiingia kwa matatu, makanga akuuliza kwani ulipi? Mwambie ndio hizi pesa. Lakini usimuulize ulikuwa unafikiria silipi. Ushaingia katika frustrations za wanadamu. Ukifika mahali ukanyangwa na ulikuwa msafi sana, mwambie pole, mwambie thank you. Hizi maneno huwa anafundisha katika seminars hizi za Shamawawendo ambazo ziko katika Rahab Mission. Mimi huwa naambia watu, hata mtu akiniambia aje ili nimalizane na yeye, hata niambiwe ni sura mbaya, I tell them thank you. So after thank you, what else can you say? Hauna. Mtu akinitukana, Sophie siku hizi ni kama hauna pesa, thank you. Thank you kwa sababu wewe si ndio unanipea pesa, Mungu ndiye ananipea kila kitu. So mpenzi mtazamaji, unaweza nyamaza kimya kama mwanamke, uache Yesu aseme, ama utasikiza maneno ya watu uzidi kujihukumu, uzidi kuwa na depression. Oh, hallelujah. Nakwambia wewe sio kipimo cha wanadamu. Huyu mwanamke ameambiwa na Yesu, hata mimi sikuhukumu tena, hata mimi sitakufuatilia tena, wewe enda, hii nuru ikuongoze. Huyu mwanamke alikuwa ameshindwa kutofanya dhambi, alikuwa ameshindwa kutofanya makosa, lakini wakati neno la Yesu lilimwambia enda na usifanye, hiyo neno is more than able kumwezesha. So haendi kujaribisha, neno la Yesu ndilo linatuwezesha, sauti ya Yesu ndio inatuwezesha. Siku moja aliambia mwanamke Msamaria, wenda ukawaite. So ashafanywa, ashakuwa commissioned. Vile Biblia inasema in the book of Mark, eneni mhubiri ulimwenguni mwote. Wakati unapokea neno la Yesu, unapata kitu ya kufanya. Last Sunday but one, I was preaching about Mark chapter 5. Mwanamume ambaye alikuwa anajigwara na mawe. Watu wote walishindwa, watu wote walimfunga na kata kama, wakamweka makaburini. Hata makaburini Yesu ni uhai. Alipokuja akampatia uhai, akaonekana amevaa. Watu wa kisiwa hicho wakamfukuza. Nikaambia watu kwetu kanisani, huyu mtu alipoona Yesu amefukuzwa na ameingia kwa bota, anaenda akamwambia Yesu, twende na wewe, kama umekufuza si hata mimi wanaweza nifanyia mabaya. Yesu akamwambia enda kwa watu wenu ukaweze kuambia vile umefanyiwa. So huyu mtu akaenda akakuwa pastor 10 cities akahubiri. Na wewe usikwame, usikae mahali watu walikuweka. Toka, shomoka, kwa sababu umebarikiwa. Ninataka kutamatisha na ninataka nikuombee, nikuambia kwamba wewe sio people's opinion. Nashukuru Mungu, naona watu wengi wameingia. Asanteni sana kwa kuwatch.
Ferista, asante sana Bishop, unasema smart as usual. Asante sana Margaret, unasema kwamba siku moja watanisalimia kwa heshima. Asante Lucy Kananu, naona bado una watch. Asante sana kwa sababu naona Eliud ana watch, anasema Eliud Kimani, my favorite pastor in action. Thank you so much. Ninaona watu wengi wameingia. Bishop Kimani ambaye tunakuanga na yeye, naona bado ana watch. Maura, Magi, naona una watch. Charles, naona una watch. Asanteni sana. Mko wengi na time yangu imeisha. Mungu awabariki Damsi, na waona mmeingia nyinyi wote. Rose, asante sana. Saima Wagataga, Mungu awabariki. Asanteni sana kwa kusikiza. Tembea na hii nuru, ni kama torch. Wengine wakiona giza wamlikie. Kama vile mtu akiendesha gari usiku, ukichoma na hiyo macho, ukichoma na hizo lights, huwezi endesha. Wachome na light ya Yesu, hawatakuwa na kitu cha kusema, wataona tu Yesu, wataona Yesu. Mungu awabariki sana. Wacha nikuombee na nikwambie, wewe ulikuwa umehukumika, wewe ulikuwa umebeba, wewe ulikuwa na uchungu, ulikuwa umekoma, ukasema sitaendelea, ukasema hata siwezi enda nyumba mzuri. Leo ni wakati wako wa kufanya kama huyo mwanamke. Alitembea aste aste, akapita wale walikuwa kanisani, akaenda akapata wale wako nje, akaenda nyumbani, na Yesu amemwambia mimi ndio nuru, akakaa na hiyo nuru. Mungu akusaidie unapokaa na hii nuru katika jina la Yesu. Always siwezangi kumaliza mahubiri, but God is good. Najua umesaidika, najua umebarikiwa. Wacha nikuombe. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa mtazamaji wa Sky Cable TV. Asante kwa kumsaidia Mungu wangu. Amesikia hii neno. Kama vile yeye Yesu hutuhukumu, kwa nini tukae kwa upande ambao wanatuletea hukumu? Bwana, nakuomba utuondoe katika maneno ya wanadamu, tukae katika neno la Yesu ili tutembee na nuru. Wale waliokuwa na uchungu wasaidie kuachilia. Wale walikuwa wamesema sitasonga, sitafanya, leo Bwana waamshe wakaweze kuendelea na hii neno. Neno hili limepeleka mwanamke akiwa uchi nje, akionekana mpaka kapata waliomhukumu, waliokuja wakimwambia maneno. Bwana akawaacha hapo na akaenda salama. Naomba watu wake wao salama na wawe na furaha ndani ya mioyo yao. Uwabariki, uwapanue, uwaongoze, ndani yao kukae tu neno katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru kwa sababu ya kila mmoja wetu, watazamaji na wafanyakazi wa Sky Cable TV. Wabarikiwe na wewe milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen, amen. Mungu akubariki sana, akutendee mema. Asante sana kwa sababu ya kuniwatch. Namba yangu kama kawaida ni 0723 160063 0723 160063. Mchungaji kanisani pale Soul Winning Revival Church Umoja 3. Karibuni sana, tushirikiane kufundishana neno. Shalom, shalom, shalom.